usiku na mchana, usiniache gizani, bado nakupenda, nimebaki na ndoto zenye maumivu. Sasa hili ni balaa zito sana kutoka kwa Semeni. Kwanza kabisa ukiachana maumivu makali sana alionayo kuhusiana huyo jamaa mwanasheria, kuhusiana kile ambacho ni ujauzito aliobeba humo ndani. Sasa anapewa maumivu makali sana ambayo kifupi ni mazito sana ya kuweza kusalitiwa. Wamefanya naye kazi vizuri, amediliki hata kumpa uchi wake kama ngono, lakini mwisho wa siku kitu alichoambulia ni kitu kizito sana na maumivu makali sana kuweza kusalitiwa. Sasa nyaraka ambazo alizosaini tayari ni nyaraka ambazo zinaamrisha kwamba hatopata chochote kile, na maana hapo inabidi aweze kuondoka, kitu ambacho kiukweli kinaumiza sana. Na hili linakuwa ni moja kati ya pigo zito kiufupi. Unaweza kumuonea huruma, lakini kwa namna moja au nyingine unaweza kusema kwamba yeye ndiye aliyesababisha hayo yote. Yani kiufupi kwa sasa ni maumivu mazito na makali sana anayopitia. Sasa kabla sijakujuza ni kipi hasa kinachokwenda kujili, ni kualike moja kwa moja. Hii ni Bongo Movie Net. Ya kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii, basi usisite kubonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni support yako muhimu sana ambayo tunahitaji uweze kutupatia, ikiwa ni moja kati ya kitu cha muhimu sana. Sasa tukiachana hao, ni kualike moja kwa moja tuweze kutazama uchambuzi kama kawaida yetu hapa Bongo Movie Net, ikiwa tunaangazia uchambuzi kwa kina, tukizungumzia vitu vingi kweli kweli. Kitu cha msingi tu ni kwamba bonyeza neno subscribe. Sasa mwanzo kabisa ni kwamba tumeweza kuona namna gani ambavyo kiufupi Sandra aliweza kujifikiria sana na baadaye na kukumbuka kile ambacho alichoambiwa au ahadi alizoweza kupewa kutoka kwa Suzi, kitu ambacho kimempa maswali mazito sana na kimemfanya apate ujasiri wa kuweza kumfuata moja kwa moja Suzi na kuweza kumchana na kuweza kumwambia. Sasa kwa namna ambayo alivyokuwa akimueleza, manake Suzi moja kwa moja alikuja kugundua kwamba hapa ukweli umeweza kufahamika, na hii itakuwa ni moja pia ya maumivu ambayo nampatia pia upya. Sasa kaamua kumwambia ukweli kwamba yeye ndiye aliyefanya hivyo na kafanya hivyo kuweza kumuonyesha maumivu ambayo kiufupi yeye kaona kwa upande wake ni sahihi. Sasa kwa upande mzima wa Sandra kabaki kadua, ni kiufupi ni kwamba ameishiwa na pozi kabisa. Yani hapo ukijaribu kuangalia ni balaa zito kinoma. Sasa nikusiendelea kuwa na mimi hasa kwa kubonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara ya upendo kama unaikubali tamthilia hii, lakini pia tujuze kwa maoni yako hasa kwa upande wa namna ambavyo unavyomuona Suzi. Je, dondosha utabiri wako kwamba je, unahisi mwisho wake utakuwa ni upi? Je, ni kipi hasa kitakachomkuta mwishoni? Ni lipi ambalo litakwenda kumkuta, au nini hatima ya Suzi kama unavyoona? Je, Sandra atapata ushindi kuhusiana na swala hili? Tujuze kwenye comment kwa upande wako binafsi ni kitu gani hasa endapo kama ukikutana na Suzi unaweza kumwambia au kafanyeje, au unaweza kumchapa makofi, au unaweza kufanyaje chochote kile. Tuambie kwenye comment hapo chini, alafu kisha hakikisha unabonyeza neno subscribe. Sasa baada ya hapo ni kwamba kuna jambo jipya ambalo limejiri hasa kwa upande mzima wa bidada huyu ambaye ni Winnie bana kwa King, ndo hivyo tena kafanya mipango aweze kulala. Unajua wasichana sometimes ni ngumu sana kuweza kwa control, na wanapoamua jambo lao basi inakuwa ni vigumu sana. Sasa kitu cha msingi ni kwamba yeye lengo lake ni kuhakikisha kwamba anakuwa na mahusiano na mwamba mwenyewe King, na sasa hapa ni kwamba Suni watajichanganya, watalala pamoja na ujauzito utaweza kutokea hapo. Sasa hapa ndipo mambo yatakapokuwa mazito sana, kwa sababu Suzi ataona sasa kwa upande mzima wa kule kapoteza na huku kapoteza, yani itakuwa ni kimbembe kizito sana. Na hakika yani hili ni balaa zito katika upande wa hii familia na watu wa karibu na majirani wanaowazunguka. Sasa yapi maoni yako? Sasa tumeweza kuona namna gani ambavyo kiufupi John pamoja na Sandra hali ambayo wanaopitia kwa sasa ni maumivu makali sana, japokuwa wamekuwa kifarijiana kwa wote kwa pamoja, na namna moja au nyingine wamekuwa wakiona kuna namna ambayo wanakumbuka vitu, japo ni maumivu mazito sana wanaoyapitia, lakini bado wako sawa. Lakini pia kwa upande mzima wa Suzi pia amejikuta akifikiria sana na kuweza kukumbuka vitu vingi sana. Pia hali yake iliyomfanya aone kama kapoteza vitu vingi sana na kafanya yani kabadilika sana, kabadilika kama mtu wa ajabu. Sasa kwa upande pia yani watu wengi sana wamekuwa kikumbuka. Sasa huyu ambaye ni mama mjamzito, huyu ambaye ni Semeni, naye pia kajikuta akienda kulewa mapombe na nini, akikumbuka vitu vingi sana, kitu ambacho kimeweza kumpelekea aweze kujifikiria sana. Sasa kumbuka ni mjamzito, lakini anakwenda kunywa mapombe, kitu ambacho ni hatari zaidi. Sasa baada ya hapo ni kwamba wakati Semeni anakunywa zake pombe, amechili hapo,
huyu ambaye ni huyu ni Suzi akawa ametokea pale. Sasa amefika pale ni kwamba kamletea vurugu na nini. Mwisho wa siku kwa upande mzima wa Semeni akaona ni vizuri asiweze amtolee uvivu, yani amtolee uvivu aweze kumuonyesha adabu, hasa kwa kuweza kumwambia maneno makali sana na kuweza kumchana, kitu ambacho kimemfanya Suzi aweze kubaki pale akijifikiria sana na kuweza kuona kwamba kuna sehemu kubwa sana au nyingi ambazo amekosea au amejikuta akiingia matatizoni na kujikuta yupo kwenye msala mzito sana ambao kiufupi inakuwa ni noma bala. Sasa hili ni balaa zito. Kitu msingi tu hakikisha unakuwa na sisi kwa kubonyeza neno sawa. Sasa baada ya hapo ni kwamba ikawa ndo imefika siku yenyewe. Siku ambayo ndio siku yenyewe ya mgawanyo wa mali. Mwanasheria akafika. Sasa kiufupi ni kwamba mwanasheria wakati anakuja alikuwa ameshaongea na Semeni kwamba kila kitu kipo sawa na kipo shwari kabisa. Yaani kila kitu kwa pande mzima namna mambo yanavyokwenda ni kwamba ameshakwisha kukiweka sawa. Ila cha ajabu ni kwamba au cha kusikitisha au jambo la huzuni na la kusikitisha ni kwamba kumbe tunafahamu kwa sisi watazamaji tunafahamu kabisa kwamba huyu mfanyakazi ambaye ni Masalu, yeye ambaye ni mwanasheria wa Semeni yupo upande wa Tano, na hiyo yote ni kwa sababu mzee Tano aliweza kumfumania, na baada ya kuweza kumfumania akamwambia basi ili amsamehe basi inabidi aweze kuwa upande wake. Sasa mzee Tano ametamba sana kwa kuweza kumwambia Semeni kwamba amefanya mambo ya biashara mengi sana, kwa hivyo ana experience na haya mambo. Kwa hivyo kwa upande wa Semeni hapo ndipo kajichanganya sana kwa sababu hana experience ya haya mambo. Kwa hivyo moja kwa moja hii imeweza kupelekea mzee Tano akawa ana backup yake. Sasa imefika wakati Semeni ameongea maneno yake pale na nini, akimsha siku mwanasheria akamwambia kwamba nisamehe kwa aliyofanya. Sasa vipi kuhusiana na Tano akija kufahamu ukweli? Sasa hapo ndipo kimbembe kinachokuja kutokea, yani manake hapo ndipo ambapo Semeni anakuja kufichua yote ya mwanasheria na kuweza kuyaweka wazi. Sasa hapa ndipo balaa zito ambayo itakapotokea. Kumbuka ni kwamba usisahau kitu kimoja cha mwamba mwenyewe ambaye ni huyu ambaye ni mzee Tano. Nikukumbushe tu mzee Tano anampenda sana Semeni na atamani kuweza kumwacha, ila tu point anayohitaji ni kuweza kumfundisha adabu. Ndicho kitu ambacho kifupi kwa upande wake alikuwa akikihitaji muda mrefu sana, na nafasi ndio hii hapa ambapo anataka kuweza kumfundisha kwamba yeye ndio bingwa. Na hivyo sasa kinachojili ni kwamba mambo yatakuwa ni mazito zaidi. Endelea kufuatilia hapa, bonyeza neno sasa kunafikisha tukutane katika hatua inayofuata ambao punde si punde inakwenda kuachiliwa. Dondosha maoni yako hapo chini alafu kisha bonyeza neno subscribe. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are true hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. Any footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Licha ya Suzi kuamini kwamba siri huwa ni ya mtu mmoja,
lakini pia aweze kukumbuka kwamba roho ya mtu huwa haiendi bure, yani haki ya mtu huwa haipotei hivi hivi. Hata kama ipite miaka mingapi, lazima tu ile roho ambayo uliitoa iweze kujibu. Sasa kitu anachokifanya huyu Suzy ni kitu cha kinyama sana, yani ni roho mbaya zaidi ya roho mbaya kweli kweli. Yani naamini kwamba hiki kitu hapa duniani kuna watu kama hawa, yani ni kwamba yeye hawazi kabisa na huwa anaangalia upande wake, yani yeye kuwa mtu yeye huwa anaona ni kitu cha kawaida tu. Sasa ataua watu wangapi kwamba ili kusudi aweze kuhakikisha hakikisha kwamba mambo yake yanakwenda sawa, inabidi aweze kuwa karibia watu wote hadi sisi watazamaji, kwa sababu sisi watazamaji pia tumeshakwisha kuona namna gani kitu gani alichokifanya. Kwa hivyo moja kwa moja mwisho wake lazima uweze kuwa mbaya, kwa sababu issue tunaoita uchunguzi huwa ni kitu ambacho huwa akidanganyi. Hebu imagine kwamba wakianza kufuatilia ile namba iliyomtumia ile video ni nani, kwa hivyo wataweza kumjua mapema hasa, lakini pia kupitia vile anavyojishuku, lakini pia kwenye kuwaza namna ambavyo anavyoambiwa. Kwa mfano kitendo alichoambiwa pale na Winnie kwamba mzee Tano kaenda polisi, ni kitu ambacho alikifikiria sana na kilimpa pressure, na aliwaza zaidi kama kupata mshtuko fulani hivi, kitu ambacho kinaashiria wazi vitu kama vile basi kuna siku moja vitakuja kumponza. Sasa na imani kubwa endelea kuenjoy na kufurahia kile kinachojili. Kitu cha msingi tu nijuze hapo kwenye comment kwamba kwa upande wako swala la Winnie, swala la Suzy, je, umesha kukutana na watu kama hao wenye roho mbaya hivi? Na je, unahisi Suzy ya roho yake ni mbaya kwenye kuigiza au hata maisha ya kawaida kwa jinsi unavyomtazama? Yapi maoni yako hasa? Tujuze kwenye comment, lakini kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, kwa sababu huyu Suzy kwanza na kasura kazuri tu, ni mzuri, yani kifupi ni mlembo, lakini ana roho mbaya sana. Tujuze hapo kwenye comment, alafu kisha kitu cha msingi hakikisha unabonyeza neno subscribe. Sasa nikualike moja kwa moja, kama umeshakwisha kubonyeza neno subscribe, shukrani za dhati zikuende kwako, lakini kama bado hujabonyeza neno subscribe, nikusi tafadhali na kuomba niko chini ya miguu yako, bonyeza neno subscribe, alafu kisha nikualike moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina. Sasa tukiangazia vitu vingi kweli kweli, hususa na kufahamisha hasa yale matukio ambayo yanakwenda kujili katika hatua inayofuata. Sasa tukianza mwanzoni kabisa, tuliweza kuona namna gani ambavyo kulikuwa na mtafaruku mkubwa sana ambao ulitokea kati ya mzee Tano na John, ambaye kwa sasa hawataki masiala. Sasa hiyo ikapelekea waweze kupiga simu na baadaye wakawa wamemuita yule rafiki yake na yule Lolita ambaye alikuja pale kumpa huduma pale. Sasa kama kawaida yake Suzy amekuwa akipenda kuwatumia watu, sasa akahitaji aweze kumtumia, na moja kwa moja yule mgeni ambaye alikuwa amekuja kuweza kumpa huduma alikataa, kwa sababu kwanza ameshaolewa. Moja kati ya wadada ambao wanajiheshimu sana ambao wapo katika tamthilia hii ni pamoja na dada. Kwa hivyo moja kwa moja kwa upande mzima wa Suzy hapo kimemlamba. Malengo yake yote kuweza kuyatimiza ni kitu ambacho kiufupi hakitoweza kufanikiwa kutokana kwamba na namna mambo yanavyokwenda kwa sasa. Basi wakati hayo yanajili, endelea kuenjoy na kufurahia kile kinachojili. Kitu cha msingi tuendelea kuwa na sisi, hasa kubonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara ya upendo kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii. Lakini kama unayo maoni yote, unaweza kutujuza kwenye comment kuhusiana na namna gani ushauri wako kwa sasa, kwa sababu tamthilia hii kuna namna ambavyo kila siku mawazo yanakuwa ni mengi sana kwamba tamthilia hii iweze kutamatika. Baadhi ya crew, yani waigizaji wenzetu, wanasema kwamba hapana, iendelee. Je, mashabiki yeye mnasemaje, kwamba iendelee au ianzishwe tamthilia mpya au iweze kuitwa season 2? Pia dondosha maoni yako hapo chini, alafu kisha kama mashabiki wengi wakiona wakiridhia, basi mambo yanaweza kuwa fresh kabisa na kitu kikakwenda sawa vizuri kabisa. Sasa wakati hao yalipojili ni kwamba tuliweza kuona tukio pia la kuhuzunisha, hasa kwa upande mzima wa Semeni, ambapo wakati anawasiliana, kumbe alikuwa anawasiliana na mke wa mwanasheria. Mke wa mwanasheria akapanga waweze kukutana, ambaye ni Masailo Mwamba mwenyewe. Sasa mke wa mwanasheria ndo kaja rasmi, tumeweza kumuona na amekuja akiwa na huzuni kweli kweli, akiwa analia na maumivu na machozi akiwa anamtoka, kitu ambacho kiukweli kiufupi na pia kinaumiza sana. Sasa licha hayo yote yanaojili ni kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo vimekuwa vikiendelea, na yote hayo bado kuna maswali mengi sana ambao bado tunajiuliza kwamba mwisho wa siku sasa itakuwaje, hasa kwa upande mzima wa huyu ambaye ni mwanasheria, huyu ambaye ni Semeni, kwamba je, mwisho wa siku atafanyeje sasa, kwa sababu licha ya kumuonea huruma na nini, kuongea yale yote maumivu yote, kiufupi ni kwamba mke wa huyu mwanasheria, mke wa Mwanasailo
hajui kabisa kama Semeni ana ujauzito. Ndicho kitu cha kipekee ambacho hakijui. Labda anajua tu labda huyu ana pesa mingi anamlea yule kijana. Kitu ambacho hajui ni kwamba hadi hapo ana ujauzito wa yule jamaa. Sasa bado yani fumbuzi bado halijatokea. Kiufupi ni inaumiza sana kwa namna ambavyo alivyokuwa akilia, yani inaumiza sana. Issue ni kwamba tu kwamba je, nini hatima ya yote, kwamba mimba itatoka au itakuwaje? Na kumbuka ili swala bado halijafahamika, yani hasa kwa upande mzima wa wanafamilia hapa, manake inamaanisha kwamba mzee Tano na nini wengine hawajafahamu. Sasa je, ikija ikafahamika sijui itakuwaje. Mambo ni mazito kweli kweli. Sasa kwa wakati mwingine tumeweza kuona pia kwa upande mzima wa huyu mwamba mwenyewe ambaye ni King kapokea ugeni pale nani huyu ambaye ni Winnie kaenda kumuona. Sasa Winnie kaenda kumuona, lakini lengo zima ikwenda kumpatia habari ambazo anajua kabisa na uhakika zitaenda kumchoma na kuweza kumuumiza. Habari zenyewe ni kuhusiana na namna ambavyo kwa sasa kumekuwa na sintofahamu hasa kwa upande mzima wa kwamba tayari mzee Tano amekubaliana na amekubali aweze kumuoa. Mzee Tano amekubali aweze John aweze kumuoa huyu ambaye amekubali aweze kumuoa. Sasa hapa kuna kazi kubwa na nzito sana kweli kweli, kwamba sasa itakuwaje kwamba amekubali aweze kumuoa, sawa, lakini bado kuna mambo ambayo ni mazito kweli kweli, kwamba je, bado itakuwaje? King atakubaliana na hayo? Lakini kifupi binafsi kwa vile naelewa kinachoendelea ni kwamba King amekubali, ameshtuka tu kwa sababu tu ya vile ambavyo ameshtushwa kwamba imekuwaje kwamba mzee Tano amekubaliana na yeye kuweza kumuoa. Na kwa nini mzee Tano hajampa taarifa John? Hicho ndicho kitu ambacho kinachomwazisha, lakini yeye kwa upande wake huwa na hisia na upande na Sandra zimesha kupungua sana, ni vile tu labda inakuwa hivyo. Sasa katika scene ya mwisho ambayo tumeweza kuiona hasa kwa upande mzima wa huyu ambaye ni moja kwa moja kwa upande mzima wa Suzi bana akaamua kuoa wale vijana, ikiwa ni kuweza kuhakikisha anafuta ushahidi hata wa polisi. Kitu ambacho hajui ni kwamba kuwaua hawa pia anazidi kuongeza ushahidi, kwa sababu kama polisi wakija kuwachukua hawa alafu kisha wakapekua simu zao na kuja kuona mawasiliano ya mwisho wameyafanya na nani, kwa hivyo atakuwa hatiani na hatalini, kwa sababu ataulizwa kwamba ana uhusiano gani na wao, mara mwisho wamefanya nini hivyo. Kwa hivyo bado kuna kazi nzito sana ambayo ipo. Kicha msingi tuendelea kuenjoy na kufurahia na kuweza kujifunza vitu vingi sana. Hakikisha tunabonyeza neno subscribe, kisha tukutane muda na saa mwingine. Asante kwa na mimi naitwa Mr. Bongo Movie Network. Asante. Licha ya Suzi kuamini kwamba siri huwa ni ya mtu mmoja, lakini pia aweze kukumbuka kwamba roho ya mtu huwa haiendi bure, yani haki ya mtu huwa haipotei hivi hivi. Hata kama ipite miaka mingapi, lazima tu ile roho ambayo uliitoa iweze kujibu. Sasa kitu anachokifanya huyu Suzi ni kitu cha kinyama sana, yani ni roho mbaya zaidi ya roho mbaya kweli kweli. Yani naamini kwamba hiki kitu hapa duniani kuna watu kama hawa, yani ni kwamba yeye hawazi kabisa na huwa anaangalia upande wake, yani yeye kuwa mtu yeye huwa anaona ni kitu cha kawaida tu. Sasa ataua watu wangapi kwamba ili kusudi aweze kuhakikisha anahakikisha kwamba mambo yake yanakwenda sawa, inabidi aweze kuwa karibia watu wote hadi sisi watazamaji, kwa sababu sisi watazamaji pia tumeshakwisha kuona namna gani kitu gani alichokifanya. Kwa hivyo moja kwa moja mwisho wake lazima uweze kuwa mbaya, kwa sababu issue tunaoita uchunguzi huwa ni kitu ambacho huwa akidanganyi. Hebu imagine kwamba wakianza kufuatilia ile namba iliyomtumia ile video ni nani, kwa hivyo wataweza kumjua mapema hasa, lakini pia kupitia vile anavyojishuku, lakini pia kwenye kuwaza namna ambavyo anavyoambiwa. Kwa mfano kitendo alichoambiwa pale na Winnie kwamba mzee Tano kaenda polisi, ni kitu ambacho alikifikiria sana na kilimpa pressure, na aliwaza zaidi kama kupata mshtuko fulani hivi, kitu ambacho kinaashiria wazi vitu kama vile basi kuna siku moja vitakuja kumponza. Sasa na imani kubwa endelea kuenjoy na kufurahia kile kinachojili. Kitu cha msingi tu nijuze hapo kwenye comment kwamba kwa upande wako swala la Winnie, swala la Suzi, je, umesha kukutana na watu kama hao wenye roho mbaya hivi? Na je, unahisi Suzi ya roho yake ni mbaya kwenye kuigiza au hata maisha ya kawaida kwa jinsi unavyomtazama? Yapi maoni yako hasa? Tujuze kwenye comment, lakini kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, kwa sababu huyu Suzi kwanza na kasura